Najua nimekuona toka asubuhi kwa mnyonge nitajua una jambo. Haya, nakusikiliza. Kuna yule baba anaitwa Banange wa Mutula. Kuna siku nimekutana naye. Akaniambia maneno makali. Akaniambia kwa atanifukiza udua sanda. Sijui kama nitaendelea kunini sijui nitafanyaje. Mchanga nitafukiwa mchanga, yani kuonja mchanga. Maneno yake makali mimi mwenyewe sijawahi hata kuyasikia. Na sio hivyo tu, mpaka kwenye ndoto ananijia, ananiwangia, naota ananiwangia. Yani mpaka nikiamka naona mwili wangu mchovu. Na sio hivyo tu mama. Nikikutana naye basi anasimama kabisa, ananitolea macho. Hasemi lolote, ananitolea macho makali. Yani mama nashindwa hata kuelewa, yani mimi nahisi kabisa mwili wangu hauko sawa. Makubwa hayo. Haya, umemfanya nini? Mimi mwenyewe yule nikimuona na mejito yake ile njiani kumsalimia na muogopa. Haya, wewe mpaka nafika kuja kukuchawia. Umemfanya nini mwanangu? Hebu niambie. Mimi mwenyewe namuogopa. Niambie umemfanya nini? Mama, kumbe naona muogopa. Hayo sinaambie mwanangu, haiwezekani mpaka akuchawie. Mimi namjua tu nikimuona mejito ile imemtoka namfikiria tu kama yule mejito ile ni mchawi. Kumbe wewe una hakika anakuja kukuchawia. Hebu niambie, usinifiche. Tumue nini la kufanya? Kuna yule anko wake, yule Alman, yule mjomba wake. Namjua yule kijana mpole, namjua yule, namjua. Namjua vizuri yule kijana mpole. Ndio huyo. Mama, mimi yule mkaka nampenda. Makubwa ya mwanangu umeyatafuta. Kumbe yule kijana unahusiana naye na mjomba wake yule ni mchawi. Mwanangu, bora uachane naye. Tuepushe kidogo, utapata riziki mwanangu. Achana naye. Utapata riziki mwanangu, ilokuwa riziki yako tutanufaika. Lakini kwa yule achana naye, tutakuja kumalizika mmoja hapa. Yule mzee unamjua. Sasa kwani mimi nimekosa nini lakini? Mama, yule mimi nampenda sana, nilitamani hata anioe, lakini sasa yule mjomba wake ndo akiniona tu ananiambia nisimpende, nisiwe na mazoea naye, lakini nikiangalia mimi moyo wangu unashindwa kustahimili. Sawa, mimi mbona naishi bila baba yako, naishi na wewe tu. Na wewe jifunze mwanangu, muepuke kidogo. Mwisho wake utafanya nini? Utazoea. Atakuja kutokea mwingine alokuwa mzuri kuliko yule. Nitajaribu kusema na moyo wangu kama hayo ndo mauma. Ujitahidi. Shasikia mwanangu, utapata riziki yako. Achana naye kabisa. Tusitafute matatizo. Uwe vipi? Unapita njia hata huoni watu unapamia tu. Uwe vipi? Mtizame vya sura yake nyeo. Ama kweli nimeamini nguo yako azima istiri matako. Milima kwa milima huwa haikutani, lakini sisi people huwa tunaonana. Hamid, ninachohitaji ni pesa yangu. Nilo, natambua kuwa unanidai. Natambua kwamba umenipa haki yako. Lakini mimi sio mpangaji. Mimi sio mgawaji riski. Najua kuna mengi ambayo nimekuahidi, lakini anachokipanga Mungu sicho ninachokipanga mimi. Yaani mimi naongea hivi, nahitaji pesa yangu, still wewe unaniambia kama Mungu ana mipango yake. Nani alokuwa ajui kama Mungu ana mipango yake bro? Hamid, ninachohitaji ni pesa yangu. Oya, upo nilipotoka huko na madeni kibao. Kuna watu ambao wananiangalia nyuma yangu. Kuna watu ambao wanahitaji pesa zao. Mimi leo hii ni kuangalie tu na alafu unaniambia kama Mungu ana mipango yake kuba babake. Nahitaji hela yangu. Nielewe basi. Niamini ninachokwambia. Mimi sikuongopei. Najua miadi yetu ni jioni, lakini ahadi imeenda tofauti na vile nilivyotaka mimi. Sasa nafanyeje unafikiri? Hivi Hamid, jioni ipi ambayo unahitaji wewe?
Juzi umeniambia kama jioni kifika pesa yangu itakuwa tayari umeshalipa. Leo unanitoa huku unanizungurusha huku. Oya Hamid, nahitaji hela yangu. Ninachohitaji ni hela yangu. Nipanikie basi. Nyamaza wewe. Wewe. Hii iwe kama fundisho kwa kila mvuta bangi, awe na heshima na askari kila pale anapomuona. Hamid, leo ikipita tukionana tena mimi na wewe, mimi unione kama kituo cha polisi. Kwa hiyo bado unamfikiria tu Wandema. Hivi nikuulize kitu. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Unajua maana yake? Yaani mjomba wangu wewe kwa nahau. Mimi bado sijakuelewa kama kawaida yako yani. Bado sijakufahamu. Sasa mimi kama mjomba, alafu wewe ni mwanangu. Sitaki wewe uharibikiwe. Ninachokihitaji wewe kati ya Wandema na huyu wanamwita Sheri, unampenda nani? Mjomba na kudungunyua siku hizi wewe. Sasa hapa kadi hii katika mada yako mwanzo umeanza vizuri kabisa. Sheri na Wandema imeingia vipi? Wewe mjomba nina wasiwasi na wewe. Wewe wanadungunyua siku hizi alafu nakudungunyua. Kwa hiyo mimi nadungunyuliwa? Ndio nakudungunyua alafu wewe ni mwanga sasa. Kwa hiyo mimi mwanga? Mwanangu unanikosea ujue wewe. Kwa hiyo huna cha kusema leo unanisungizia mimi mwanga au sio? Sasa sikiliza, wakati mimi nimesoma chuoni kuna kitabu kinaitwa Saiful Qatil. Kuna kitabu kinaitwa Harbal Qatil. Kuna kitabu kinaitwa Joshan. Mimi nitakunyoosha wewe. Wewe mimi si mwanga? Mimi hapa nimekuita hapa nazungumzia kuhusiana mapenzi kati ya Sheri na huyu nani huyu unamwita huyu naye mwingine. Mjomba, huu unoleta wewe ni uchawi, unaonyesha mimi dhahiri kwa wewe ni mwanga. Wewe ni mchawi, wewe ni mwanga. Yaani hivyo mambo ya vitabu sijui kahiri. Mimi najua vipi? Nakuja. Sawa. Sasa mimi naondoka. Ongea hapa. Nikirudi nitasikiliza maneno ambayo umeongea, sawa? Hivi kila ambacho nilichohisi ni kweli au nimehisi tofauti? Hapana. Lazima nifanye uchunguzi kwanza. Freshi, vipi? Nimetoka home hapa, kuna sehemu kidogo nataka kuelekea. Vipi, kuna tatizo? Hebu subiri kwanza. Mbona unaniita kwa vishindo sana? Kwema ndugu yangu? Okay, sawa basi. Basi mimi nafika hapo chapu. Ila wewe stereo, mimi nikifika hapo nikukuta. Sawa. Hayelele umarenge imara. Hayelele umara. Ayure
Vipi? Umeleka muda mrefu sana. Na ujio wangu hapa unataka kupata maana halisi ya wito wako. Na kusikiliza, kuna shida gani? Oya, maneno yako nimeyasabiti. Unajua ilifika hatua mpaka nikakudharau, nikakuita pomboo. Na uliongea vitu vya maana kabisa sana, lakini nilishindwa kukuelewa kwa muda ule. Kwa sababu nilionyesha uwepo wangu kama mtoto wa kiume. Lakini mwanangu, kilichonikuta Banange si mtu mzuri hata kidogo. Nilimkuta kwa Mama Jay pale, tukapishana, kanekea mkwala, nikamwekea mkwala. Mwisho wa siku nikampa neno moja na lile neno likamuuzi. Oya, si nimetulia ghetto mwanangu, nimetulia na feelings zangu mwenyewe. Ghafla kanitokea, sijui kapita wapi, milango yote nimefunga. Lakini cha kushangaza, kwenye godoro tele. Eti alafu ananiambia eti tukulane. Mwanangu, iliniogopesha mpaka nikajiuliza, huyu mtu ana namna gani? Nikaanza kukumbuka wewe besti yangu Lickman, kumbe ameongea vitu vya maana na vya msingi, lakini sikumsikiliza. Oya, eti nikulane na Banange. Na hii ndio inakuja tafsiri maneno yangu, yakiwa na maana ya kuwa so kila mlalauchi ana uwezo wa kuamka na nguo. Lakini pia ukiona simulizi imesimuliwa, tambua kuna mtu aliyetunga hiyo story kwenye maisha yako. Kama usisubutu kuamini miwani uliyoivaa, angalikuwa na macho ya kuona. Unajua wewe ni mzee wa misamiati, lakini hiyo misamiati yako hiyo Lickman, haki ya Mungu na kuapia, kama hajaja kukutokezea yule, nikate kichwa tembee nacho kwenye mfuko wako wa nyuma. Usitumie nguvu kubwa sana kutaka kuliamini jambo. Kipofu akishika fimbo anakuwa na maana ya kuelekea anapotaka. Ila kamwe kwenye maisha yako usikifosi kusima kuonekana mto, utazama. Kwa hiyo kama tulivyozungumza, bwana, shamba umelipata. Nitashukuru sana kaka. Manake hivi ninapokuambia nishaumiza kichwa sana. Yaani nishaumiza kichwa sana. Mpaka naulizia hapa. Najiuliza nitapata wapi? Lakini mpaka nikakutafuta wewe, mimi nakuamini. Usio na wasiwasi kama ulivyozungumza. Lakini nikwambie kitu kimoja. Kibaka kakaba kahaba kaiba mkoba kakuta ratiba msiba. Kwa hiyo shamba usio na wasiwasi utalipata. Mimi ndo Alwatan hapa. Sasa hii Alwatan kakaba kaiba kakata mkoba vipi hapo? Mbona kama sija kufahamu? Unatakiwa utumie experience, utumie akili. Okay. Kwa hiyo shamba kiukweli umelipata. Lini hilo shamba unalihitaji? Yaani mimi sitaki nikae kabisa. Ndani ya wiki moja nakupa mzigo wako, nikisha kupa mzigo wako mimi nimemaliza kesi yangu. Basi sawa.
Basi haina shida. Mimi bwana nashukuru sana. Lakini jitahidi sana. Haya mambo sika kata mpoda kariba kiba nani Messi ya juu ya. Mekwa Haya. Basi asante sana. Asante. Nashukuru bwana. Pamoja. Hivi Likman, kwa nini huna mdai mimi? Au unanichukuliaje mimi? Kwa sababu kila siku nakubembeleza ndo maana au vipi? Fatrash, mimi si hivyo ambavyo unanifikiria, lakini unapaswa kutambua kuwa hata mimi nakupenda na kujali, natamani kuwa na muda na wewe. Usijue kadhani kwamba moyo wangu unapenda kuwa mbali na wewe, bali ni harakati tu za kimaisha ambazo zinaneka hivi. Eti harakati za maisha. Kwa hiyo watu wote hawana harakati za maisha, harakati za maisha peke yako. Kazi ndo zinakufanya wiki nzima usinitafute, hujui naendeleaje, hujui nakula nini, hujui navaa nini. Kazi gani hizo? Watu wote hawafanyi kazi unafanya wewe. Mimi naamini kila kitu ni chema kwenye maisha. Mimi naamini kila kitu kina busara na wakati wake. Kama utaweza kuamini maisha yangu kwa sasa hivi, ina mtihani mzito ambao nashindwa hata kujibu. Maisha yangu hayapo hatarini kabisa kwa ajili ya kuipambania leo yangu. Hebu jaribu kunielewa basi. Nimechoka na hizo ngonjera zako. Yaani kila siku mara nikija unaambia hivi, leo unaambia hivi. Nimechoka basi tena. Wewe kama hunitaki mimi bora unaambie tu. Kwa sababu sio kunifanyia kama hivi. Hizi dharau zako sasa zilimfisa mwisho. Maumivu ni sehemu ya maisha. Kama Mwenyezi Mungu ameumba maumivu pamoja na furaha, huenda leo yangu iliyobeba machungu na magumu ndani yake. Niko tayari kupokea majibu yoyote yale ambayo moyo wako umeteua kunipatia mimi. Hebu nisikilize basi mama mtu. Wewe nenda nyumbani. Mimi baadaye nitakuja tuongee vizuri. Unaona? Yaani niende nyumbani. Kwamba hapa nilipo pia nakufanyia kero. Naongea wewe anaingilia huku anatokea huku. Ndio maana niende nyumbani. Sawa.